Matron Vanessa baada ya kulalama sana akataka niisogeze kwa chini. Matron Vanessa baada ya kulalama sana kwa utamu aliokuwa anausikia akanisihi na kuniomba niisogeze kwa chini. Ndugu msikilizaji, karibu sana. Karibu katika masimulizi ya Chombezo, simulizi inayokwenda kwa jina la Madam Vanessa. Madam Vanessa amefanya nini huyu madam na ilikuwaje? Kumbuka huu ni mkasa wa Chombezo, yani simulizi ya mahaba. Kwa hivyo kama uko chini ya umri wa miaka 18, basi sikusihi kabisa uisikilize, acha kabisa. Lakini si hivyo tu, kama si mpenzi wa Chombezo, yani haupendi masimulizi ya mahaba, usisikilize, yani kama sio preference yako. Lakini kama ni mpenzi wa Chombezo na uko juu ya miaka 18, basi twende sambamba na mimi mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia nikukumbushe na nikusihi kwamba kama haujabonyeza kwenye kitufe kilichoandikwa subscribe, nikusihi bonyeza kwenye kitufe kilichoandikwa subscribe, kana kwamba baada ya kubonyeza hapo, basi stori za nyuma huko ukiingia tu YouTube utazikuta, na hata stori mpya nitakazoweka basi unaweza kuzikuta kwa wakati. Bonyeza hapo chini ya video yako kuna kidude kimeandikwa subscribe, iko kina alama nyeusi, basi bonyeza hapo. Nisikuchoshe na msimulizi wako Lee, niite kama Lee, yani L-E-E. Basi tuanze mkasa wetu kama ifuatavyo. Nikiwa kwenye sehemu ya mapumziko kwenye viwanja vya michezo, sehemu ambayo hata wasichana nao wanaruhusiwa kukaa na kuzungumza na wavulana, basi nilikaa nikiwaza mambo yangu tu ya masomo na maisha yangu kwa ujumla. Ghafla mbele yangu akaja binti, yani mbele yangu wakati nimekaa pale ile sehemu ambayo nilikuwa nimekaa, akaja binti. Ni msichana ambaye namjua, msichana ambaye nasoma naye. Huyo binti alifahamika kwa jina la Rachel, na yeye nilikuwa nasoma naye kidato kimoja ambacho ni kidato cha 4. Rachel alikuwa ni kama mshikaji wangu, yani ni rafiki yangu wa karibu, ingawaje alikuwa ni wa kike, lakini tulikuwa na urafiki wa kindaki. Rachel akasema, "Ndito, unajua wewe ni handsome." Rachel, naona kabisa unanichokoza rafiki yangu. Leo wale wadudu wako wamekupanda nini? Amna bwana, unajua nasema hivyo kwa sababu Mwasiti akilalaga huwa mpaka anakutaja kwenye usingizi. Hawezi amini. Kiufupi kakupenda yule bedo wangu, yani kakupenda wewe. Muda huo nilikuwa nasoma kidato cha 4 katika shule moja hivi kwa jina na Istahi. Hiyo shule ilikuwa ni ya boarding school, lakini ilikuwa ni ya mchanganyiko, kwani kulikuwa kuna wanafunzi wa kike na wanafunzi wa kiume pia. Ni nadra sana kukuta shule za boarding school ziwe mixture. Mara nyingi huwa zinakuwa single sex, yani ni jinsia moja tu, yani ni wanawake tupu au wanaume tupu. Kwa mfano mimi nimesoma St. Peter's Junior Seminary pale Morogoro. Nimemaliza pale kidato cha 4 miaka hiyo. Ile shule ni ya wavulana tupu. Majirani zetu walikuwa ni kila kala girls pale Morogoro mjini, wao ni wanawake tupu. Kwa hivyo unakuta ni shule ambazo boarding school single sex, lakini ni nadra ukute boarding school alafu wakachanganyika wanafunzi. Basi hii shule ilikuwa ni ya kuchanganyika. Huyu kijana Ndito
anaelezea mkasa wake. Ndito, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 18 tu. Basi ile shule walikuwa ni wakali sana, haswa kwenye mambo ya kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi kati ya wanafunzi kwa wanafunzi. Hawakuruhusu kabisa mambo hayo. Mbali zaidi, ukionekana uko faragha na mtu wa jinsia nyingine, adhabu yake ni kufukuzwa shule moja kwa moja. Lakini jambo hilo halikufua dafu, kwani mahusiano ya kimapenzi yaliendelea kama kawaida. Baada ya Rachel kuniambia vile, sikumtilia maanani sana. Basi nikaamua kama kuipotezea ile mada. Lakini Rachel hakukoma, akaendelea kusema, Ndito, najua huniamini, ila kaa ujue tu kuwa Mwasiti anakupenda sana rafiki yangu. Baada ya Rachel kusema hivyo, basi akaamua kuondoka zake na kurudi kwenye mabweni yao ya wasichana. Nilistaajabu sana. Ile shule kulikuwa kuna ukuta mkubwa uliotenga mabweni ya wavulana na mabweni ya wasichana. Lakini ndugu msikilizaji, huwezi amini, kuna watu walikuwa wanaruka ukuta na kwenda kukutana na wapenzi wao. Na waliokuwa wana ujasiri wa kuruka ukuta walikuwa ni wavulana, ambapo muda wao mara nyingi ulikuwa ni usiku. Yaani kipindi cha usiku wavulana wanaruka ukuta kutoka kwenye mabweni ya wavulana na kwenda kwa wasichana. Ndugu msikilizaji, ni kama kufuga mbwa. Ukiwa unafuga mbwa dume, sasa kwa mfano ndo umemfungulia kwenye banda ndani ya fence, alafu mbwa dume anakaa yeye peke yake humo ndani, niamini mimi, huyu mbwa ataruka ukuta ili kwenda kutafuta mbwa majike aweze kupata anachokihitaji. Ndo kama hawa wanafunzi. Aya, tuendelee na simulizi. Kilikuwa ni kama kikorombwezo. Kwa hiyo licha ya kubanwa kote kule, ila watu hawakuacha kuzagamuana kwenye ile shule. Walikuwa wanafanya mapenzi sana, zaidi ya sana. Huyu Mwasiti aliyemzungumzia Rachel alikuwa ni mwana darasa mwenzangu. Ni binti mstaarabu sana, mpole sana. Yaani tena mpole, na tena ni wale wasichana wanaovaga hijab. Yaani upole wake na ukimya unanikumbusha mwanadada fulani nilisomaga naye, nilimaliza naye kidato cha 6 pale Morogoro sekondari. Anaitwa, nimemsahau kidogo, lakini ni binti ambaye ni mpole, mkimya, alafu anavaa hijab, Muislamu hivi. Ndo huyu Mwasiti. Basi mimi nilikuwa namuona ni mtakatifu kuliko mabinti wote pale shuleni. Na kuna siku wakati tuko darasani, hakukuwa na kipindi. Huo muda kilikuwa ni kipindi cha kujisomea. Basi nilivyoingia darasani, kwenye daftari langu nikakuta kikaratasi kikiwa kimekunjwa, wanaita kimemo. Mule ndani ya hiko kikaratasi kilikuwa kimeandikwa kama ifuatavyo: Ndito, kusema kweli nisamee kama nitakuwa nimekukwaza, lakini ukweli ni kwamba nimeshindwa kuvumilia. Acha tu nionekane sina haya, lakini acha nikwambie kwamba nakupenda. Nina hisia za mapenzi zinanitesa dhidi yako. Sasa ubaya ni kwamba huyu mtu aliyeniandikia kimemo hakuandika jina, yani kama yeye ni nani, lakini ule mwandiko ni kama wa Mwasiti, kwa sababu binti Mwasiti alikuwa na mwandiko wa kipekee mule darasani kwetu. Nikiwa darasani nilikuwa namtazama Mwasiti. Mwasiti alikuwa ni mtu mwenye aibu kupindukia. Hakutaka kukutanisha macho yake na yangu hata mara moja. Ni kweli Mwasiti ni msichana mrembo sana, binti mwenye midomo ya waridi, ana macho makubwa yenye mboni zikiwa na rangi ya kahawia. Kwa asili yule binti alikuwa ni mtu wa visiwani Pemba. Alikuwa ni mtu kutoka huko visiwani. Wale wadada wa visiwani Pemba huko Zanzibar, Unguja,
wana asili fulani hivi, sio wote, lakini wengi wao wana asili fulani hivi ya kuwa kama Waarabu, si Waarabu, yani acha tu. Kwa hivyo amekuja tu bara kwa ajili ya masomo. Na si hivyo tu, inaonyesha kabisa, ni dhahiri Mwasiti hakuwahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi hapo awali. Yani inaonyesha kabisa mahusiano hakuwahi kuwa nayo. Basi nikiwa kama mtoto wa kiume nikasema ngoja nimfuate nikazungumze naye. Na kusema kweli mimi nilivutiwa sana na Mwasiti, lakini nilikuwa namhofia kwa namna alivyojiweka. Yani kama mtu asiyekuwa na muda na mtu, na kama mtu asiyekuwa na muda na mapenzi. Si unajua kuna wadada ambao the way tu alivyojiweka hata wewe kumuingia unaogopa. Yani ni binti ambaye anajiweka kama hataki mahusiano hivi, ni mtu ambaye hataki shobo. Kwa hata kumfuata kumfesi inahitaji uwe na moyo wa bandia, uwe na moyo wa betri. Basi nilivyomfuata kwenye sehemu aliyokuwa amekaa, Mwasiti akawa ni mtu mwenye kutazama chini muda wote, na mazungumzo yetu yakawa kama ifuatavyo. Mwasiti, mambo? Poa. Okay, naona umetulia, unapitia vitu hapo. Anyway, nimeuona ujumbe wako. Labda nikuulize, ulimaanisha kwa kile ulichokuwa unakisema au? Ghafla nikamwona binti Mwasiti akitoa machozi huku akiinamisha kichwa chini. Mwasiti akasema kwa sauti ya chini kabisa, samani Ndito, kwa sasa siwezi kuzungumzia hilo, tafadhali naomba muda wa prepo usiku ndo tuongelee hilo, please, naomba uende. Huo muda wa prepo ambao ameuzungumzia Mwasiti ni muda wa kipindi cha kujisomea usiku. Darasani tulikuwa tunavalia tracksuit chini na juu t-shirt za shule. Basi Mwasiti siku ile hakuvaa sweta kwa juu, ambapo ilikuwa si kawaida yake. Mwasiti alikuwa ni binti mwenye kifua kilichosimama nyuzi 90. Pia alijipaka manukato mazuri yaliyonivutia sana. Na kwa kuwa darasani kwetu hapakuwa na watu wasumbufu, yani darasa letu halikuwa na watu ambao wasumbufu wanapiga kelele, hapana. Kwa hivyo hata matron na patron hawakuwa wanakuja nyakati za usiku. Kiufupi tulikuwa free muda wote, siku zote. Basi Mwasiti alikuja na kiti chake na kuketi pale nilipo, huku akiwa ni mtu mwenye aibu sana. Baada ya kukaa hakuongea kitu kwa muda kama wa dakika 2 hivi. Nilivyoona haongei kitu, nikaamua kuanzisha maongezi kama mwanaume. Mwasiti, abe. Muda huu Mwasiti alikuwa akijifinya tu vidole vyake, na kwa kuwa alikuwa karibu yangu, nikawa namtazama kwa umakini binti aliyeumbwa na akaumbika, kwa sababu nilistaajabu sana baada ya kumuona Mwasiti akiwa hajavaa sweta. Yani alikuwa akionekana wa tofauti, kwa sababu nyakati za mchana binti Mwasiti alikuwa ni mtu wa kuvalia hijab ndefu hivi, na usiku alikuwa akijifunika na sweta. Kwa hivyo kuvalia t-shirt tupu ni kama mtu kabadilika vile. Kwa hivyo nilistaajabu. Sasa ile siku nilipagawa sana baada ya kuona urembo wa Mwasiti. Sindo nikafanya kama kumshika paja hivi. Acha astuke. Alistuka kama mtu aliyepigwa shoti. Alitetemeka na kuibana miguu yake na kujiweka sawa. Ilionyesha kabisa hata kushikana na mwanaume hajawahi. Yani mtu unajua kabisa huyu hajawahi. Na yale mapozi na taswira za Mwasiti zikaamsha hisia zangu ghafla. Nikaanza kumtamani. Yani hisia zilinijia juu, huku mapigo ya moyo yakinienda mbio sana. Hali hiyo ikanifanya
niendelee kumshikashika yule binti kwenye mapaja yake. Haikupita hata sekunde 30 tayari nilikuwa nimeshaanza kuchemka. Na mbaya zaidi, wakati namshikashika Mwasiti akawa anatoa sauti za mihemko kwa mbali zifananie na kama miguno ya mahaba. Hali yangu ilizidi kuwa tete. Tayari mwili ulishajiweka kwenye hali ya kutaka kufanya mapenzi. Nikimwangalia Mwasiti, tayari na yeye amefumba na macho kabisa, huku akitizama juu. Jini mahaba aliniingia, nikapitisha mkono wangu mpaka katikati ya mapaja ya Mwasiti wakati namtomasa na kumliwaza. Akatoa sauti ya mguno akistushwa na ile hali. Tayari na yeye alikuwa hoi bin taban. Kumbuka hapo tuko darasani usiku. Akiwa anawezeka, ghafla Mwasiti akachukua mkono wangu na kuuingiza ndani kabisa ya tracksuit yake na kunishikisha papuchi yake. Nilimtazama, alikuwa akihema kwa kasi na kichwa chake alikuwa akikitazamia juu huku akihema kwa kasi. Haikuchukua muda mrefu, umeme ulikatika shule nzima. Kitendo cha umeme kukatika kilifanya wanafunzi waanze kupiga kelele, hususa wale wa kidato cha kwanza na cha pili. Kumbuka sisi tunasoma kidato cha 4. Basi mimi na Mwasiti, mazungumzo yetu na ule ufuska wetu ukaishia hapo hapo, na plepo ndo ikaishia hapo hapo pia, kwa sababu inafahamika katika shule umeme ukikatika tu basi hata plepo na masomo usiku ndo yanaishia hapo hapo. Basi wanafunzi mdogo mdogo wakaanza kutoka kwenda mabwenini kulala. Hapo sasa wale ambao mambo yao ni ya gizani, huo ndo ulikuwa muda wao. Sikutaka kurudi hosteli moja kwa moja kwa sababu nilibanwa na mkojo, hivyo ilinilazimu niende chooni nikakojoe. Na kulikuwa kuna vyoo vya public ambavyo havikuwa mbali sana na madarasa yetu. Vyoo hivyo upande mmoja vilikuwa ni kwa ajili ya wavulana na upande mwingine ni kwa ajili ya wasichana, ingawaji jengo lilikuwa ni hilo moja. Basi wakati nimeingia chooni kwa msaada wa mbaramwezi iliyokuwa inatoa mwanga, kwani hapakuwa na umeme shuleni. Sasa ule upande wa choo cha pili, yani kule upande wa choo cha kike, yani kwenye vyoo vya wanawake, nilisikia sauti za mahaba, yani watu wakiwa wanafanya mapenzi. Aise, nilistaajabu sana, kwani muda mfupi tu hapo nyuma umeme umekatika. Sasa zisipite hata dakika 5 watu tayari wako maliwato wanazagamuana. Sikujua ni wakina nani waliokuwa wanafanya mapenzi chooni, lakini kusikika kwa sauti zile kulinifanya nami nianze kusisimka na kuanza kusimamisha mnara. Kumbuka nilienda chooni kukojoa. Sasa kusimamisha kule kwa mnara kulifanya mkojo usitoke. Wanaume hapa wanajua, yani mawasiliano yakianza kushika network, mnara ukianza kusimama, kama ulikuwa unakojoa hivi, kwa mfano ndo umeenda kukojoa, au basi nisiseme nisiseme, sawa. Muda gani pepo wa ngono asiniingie, nikitamani hata na mimi niende nikamwite Mwasiti aje tuweze kunani. Wakati natafakari hilo, ghafla umeme ukarudi. Kumbuka niko chooni. Basi sikutaka kutoka mule chooni kwa muda huo. Sijui ni nini kilinisubirisha, nikasema hapana, hebu ngoja niende nikachungulie niweze kuona ni nini kinachoendelea huko upande wa pili, au ni wakina nani wanaofanya mapenzi. Nikapanda juu kidogo hivi ya dari ili niweze kuchungulia huko upande wa pili. La haula, nilimuona Rehema, mdada wa kidato cha 6, kashikishwa ukuta akibinua kiuno juu kama breki za ndege.
Mwanadada Rehema wa form 6 alijaliwa makalio makubwa yaliyokuwa laini kabisa. Rehema alikuwa anafanya mapenzi na mwalimu wa mazingira. Yaani wakati umeme umekatika, wakati wanafunzi wanaenda kulala, kumbe mwalimu wa mazingira amemchukua binti kampeleka chooni. Mungu wangu, ama kweli ile shule niliyokuwa nasoma ilikuwa ni shule ya ajabu sana. Na baada ya muda wale watu walikuwa tayari wamemaliza kufanya mambo yao. Nikawaona wakiwa wanavaa nguo. Inamaanisha mwalimu wa mazingira kamleta mwanafunzi chooni kusaga mwana. La haula. Basi walivyotoka nami nikatoka niendelee na mambo yangu. Sikustajabu sana kwa sababu ilikuwa ni kawaida katika ile shule. Yule mwalimu wa mazingira alikuwa anaishi kwenye kota za walimu ndani ya ile shule. Hivyo basi hata baadhi ya walimu pia nao walikuwa wanaishi humo ndani ya hizo kota. Nilifika darasani na kuchukua vitu vyangu kwa sababu hata hivyo muda ulikuwa umesha kuisha tayari, ingawaje umeme ulikuwa umerudi. Ulikuwa ni muda wa kulala sasa. Lakini nilikuwa na sintofahamu, kwani hatukufikia mwafaka na Mwasiti kama tutadeti au la. Nilipofika hostel nilimkuta roommate wangu, yani mtu ambaye naishi naye mure ndani ya hostel, anaitwa Boniface. Huyu bwana yeye alikuwa anatumia kisimu cha magendo. Kwa hiyo kwa muda ambao alikuwa anatumia simu yake, yani ni muda wa kujibaiba sana mle ndani ya shuleni. Alikuwa anawasiliana. Sikujua alikuwa anawasiliana na wakina nani na sikutaka kumfuatilia kwa sababu hayanihusu. Lakini ile siku baada ya mimi kurudi akawa anasema, kaka vipi, naona umeme umerudi. Umeme umekuja kutuharibia mambo yetu hapa. Mimi nikamuuliza, mambo gani tena? Akasema, nilipanga baadaye niende kukutana na yule dada wa kidato cha 6, yule nani Rehema. Sasa umeme ukisharudiki hivi inakuwa ni ngumu sana kuruka ukuta. Ndugu msikilizaji, kumbuka kama nilivyosema hapo awali, ile shule kulikuwa kuna ukuta. Kwa vijana wa kiume wanaruka ukuta kwenda kwa wanawake kuwafuata. Na siku hiyo huyu Boniface alikuwa anamzungumzia Rehema ambaye nimemshuhudia kwa macho yangu ameshikishwa ukuta chooni na mwalimu wa mazingira. Kwa hivyo asichokijua ni kwamba huyo Rehema anayemzungumzia nimemkuta chooni akizagamwana na mwalimu wa mazingira. Sikutaka nimwambie kwa sababu asingeweza kuamini kwa haraka. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba huyo Rehema alikuwa ni malaya, kwani anatembea na walimu kwa muda huo pia anatembea na wanafunzi wenzie. Basi maisha yakaendelea, na kesho yake nilikutana na binti Mwasiti ikiwa ni muda wa mapumziko. Tukakutana sehemu na tukaweza kuzungumza na kukubaliana kuanza rasmi mahusiano ya kimapenzi. Kiukweli nilikuwa nampenda Mwasiti, na kwa pale shuleni sikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu yeyote. Lakini kwa huko nyumbani kusema kweli nilikuwa na wasichana wawili. Kwa ukimjumlishia Mwasiti anakuwa watatu. Mwasiti nilimpenda zaidi kuliko wote, kwani alikuwa ananijali na kunivutia sana. Bila kusahau kwenye masomo tulikuwa tukishirikiana, kwani kusoma ndio lengo na dhumuni kuu lililotufanya sisi tuweze kuwa pale shuleni. Na tulipopata muda wa kuwa faragha, basi tulifanya mahaba kidogo, kama kubusiana, kupetipetiana na kutoma sana tu. Na kuna siku wakati tuko darasani, Mwasiti alikuja kuitwa. Ilionyesha kabisa aliitwa na mkuu wa shule. Nikiwa dirishani, baada ya nusu saa kupita, nilimwona Mwasiti akitoka kwenye ofisi ya mkuu wa shule. Lakini Mwasiti alikuwa ni kama mtu mwenye kuwaza jambo. Sikujua alikuwa
anawaza nini, na huko ofisini kwa mkuu wa shule katoka kuambiwa nini. Basi siku kadhaa baadaye, kama kawaida, huwa watoto wa kike wanapimwa mimba, yaani wanafanyiwa vipimo kama wana ujauzito au la, na kama ukibainika una ujauzito, basi sheria za shule hazikuruhusu kuendelea na masomo. Baada ya siku ya vipimo kupita, ilikuwa ni Ijumaa, na matokeo ya hivyo vipimo au mambo mengine huwa yanaendelea Jumatatu yake. Na hiyo Jumatatu katika master parade, yani mstarini, matron wa hostel alisimama na kuzungumza swala la mapenzi, yani swala la mapenzi shuleni. Baada ya hapo yalitajwa majina ya wasichana waliokamatwa wakiwa wajawazito. Miongoni mwa mabinti walioshikwa wakiwa ni wajawazito alikuwa ni Rehema, yule mwanadada wa form 6, yule ambaye niliyemkuta chooni akizaga mwana na mwalimu wa mazingira. Sikushangaa kwa sababu Rehema alikuwa anadanga sana pale shuleni. Kwa hivyo sidhani kama angeweza kuchomoka hivi hivi bila kupata mimba. Lakini jambo lililonitia wasiwasi zaidi ni baada ya kumwona matron amemtaja Mwasiti pale mstarini. Nilishikwa na butwaa sana. Yaani naye Mwasiti ana mimba au amefanya na nani? Ingali mimi mpenzi wake sikuwahi kulala naye hata siku moja. Nilijiuliza maswali bila kupata majibu. Na pia jinsi Mwasiti alivyojiweka weka, ilikuwa ni ngumu sana kumuingia na kumtongoza kwa urahisi. Ni nani aliyemshawishi na kumpa ujauzito? Nikaanza kuhisi pengine mkuu wa shule, maana niliona kama anamfuatilia sana Mwasiti. Jina la Mwasiti kutajwa pale shuleni lilinifanya niwe na mkanganyiko sana kisaikolojia. Nilishikwa na sintofahamu. Lakini baada ya Mwasiti kuitwa pale mstarini, matron akamwambia ampelekee funguo zake ofisini kwake. Aise, nilishusha pumzi kwa kasi sana, maana nilikuwa nadhani labda Mwasiti ana mimba naye ni miongoni mwa wale watu, kumbe sivyo bwana. Basi siku hiyo ikapita. Ilipita kama miezi miwili hivi nikiwa pale shuleni. Nakumbuka kuna siku nikamuuliza Mwasiti kuhusu swala la kuitwa na mkuu wa shule. Yaani mkuu wa shule alikuwa anamuita sana Mwasiti. Nikamuuliza yani anamuitia nini? Na Mwasiti akasema, ndito, kusema kweli yule mkuu wa shule huwa ananitaka kimapenzi, ananitongozaga, lakini mimi siko tayari kuwa na yule mbaba. Na wewe mwenyewe unajua ni jinsi gani mimi ninavyokupenda. Nimwambia siko tayari, lakini ananilazimisha, yani ni kama ananilazimisha. Nilistaajabu sana, kumbe mpaka mkuu wa shule naye ana mambo ya hovyo. Sasa yule mbaba mtu mzima anamtaka binti mdogo hivi. Wa nini? Anataka mchezee. Na muda huo huo wanatuambia kwamba tuachane na mahusiano ya kimapenzi tukiwa shuleni. Na yeye mkuu wa shule kumbe anawataka wanafunzi. Sasa kwa pale shuleni mimi nilikuwa ni timekeeper. Yaani napiga kengele zote nilikuwa napiga mimi. Kengele ya kulala, kengele ya kuamka, kengele za vipindi na kadhalika. Basi kuna siku wakati nimetoka kupiga kengele ya kulala, ilikuwa ni usiku, ilikuwa majira ya kama saa 5 kasoro usiku. Matron wa hosteli aliniita. Yaani nilikutana naye, nikamsabahi. Baada ya kumsabahi aliniita. Nami nikaitikia wito na kumfuata pale alipo matron. Akasema, samani, naomba unisaidie jambo handsome boy. Bila samani madam. Usiniite madam, naomba niite Vanessa. Nilistaajabu sana baada ya kusikia matron anataka nimwite jina lake halisi. Nimwite
Vanessa nisimwite madam. Sikutilia shaka sana jambo hilo. Niliendelea kusubiri aniambie anataka nimsaidie jambo gani. Matron akasema, naomba tuongozane mpaka nyumbani kwangu. Kuna kazi kidogo naomba unisaidie. Basi ingawa nilikuwa nataka niende hostel kulala, basi niliitikia wito wa Vanessa ambaye kataka nimwite Vanessa lakini ni madam hostel, na nikashika njia kuelekea huko nyumbani kwake ambapo ni kwenye kota za walimu. Na nilivyofika kule nyumbani kwake niliketi sebuleni. Na baada ya kuketi basi nikamwona Matron anaingia ndani mwake na akakaa kwa muda na kisha kutoka. Matron alivyotoka alikuwa kavalia night dress, yani alikuwa kabadilisha na nguo kabisa. Amevalia night dress aina ya pajama. Ilionekana kabisa ndani Matron hakuvaa kitu, yani hakuwa na kufuli wala bra. Mashara, Matron Vanessa alijaliwa shepu nzuri na muonekano mzuri. Nilikuwa namwangalia kwa kuibia kwa sababu nilikuwa namheshimu sana. Muda huu nje tayari manyunyu yalishaanza kushuka. Dalili ya mvua ilikuwa imeanza tayari kujionyesha. Kumbuka ulikuwa ni mwezi wa 5 wa 6 pale katikati. Ni majira ya masika. Mimi sio mwana jiografia mzuri, kwa hivyo sina uhakika kama masika ni mwezi wa 6 au la, kumradhi. Sifahamu sana, lakini ninachokijua ni kwamba miezi ya 6, mwezi wa 6, mwezi wa 5 kwa hapa nchini kwetu kunakuwa ni kipindi cha mvua fulani hivi na ubaridi karibia kwenye mikoa mingi. Basi nilitamani kumwambia Matron aondoke, kwani nilikuwa simuelewi kabisa. Sielewi hiyo kazi anataka kunipa. Hanipi. Alikuwa ni mtu mwenye kupita, anapita hivi, anakwenda kule, anapita hivi, yani anajionyesha mbele yangu. Matron alikuwa akijipitisha kwa mwendo wa mahaba. Kupita kule kwa Matron kulinifanya niendelee kumtizama, hususa kuanzia kiunoni mpaka chini makalioni mwake. Muda kidogo baada ya Matron kuniona nikiwa nimejikunyata kwa sababu ya ubaridi, Matron akasema, unahisi baridi? Njoo ukae huku basi chumbani mwangu. Hapana Matron, mbona hapa pananitosha tu, nashukuru. Ndito, nimeshakwambia usinite Matron, niite Vanessa. Alafu mbona unaonekana kama ni muoga sana eti? Unaogopa nini? Na ikiwezekana leo ulale hapa nyumbani kwangu, kwa maana niko mwenyewe. Wakati Matron anaongea hayo, alikuwa akinipa pasa shingoni mpaka kifuani, huku akilegeza macho kama mtu mwenye kutaka kulala na kusinzia. Muda gani damu isianze kunichemka, mapigo ya moyo yalikuwa yakinienda kwa kasi sana. Taratibu nikaanza kusimamisha mawasiliano, kwani Matron alikuwa akinisisimua kweli. Nilishikwa na hisia kali sana, nisijue nini cha kufanya. Matron, Vanessa, naomba tu mimi niondoke, muda umekwisha sana. Basi nikajifanya kunyanyuka, akanishika kwenye mkonga ambao tayari ulikuwa umethimama mithili ya chuma chakavu cha pua. Nilizidi kupagawa kusema kweli. Sikutaka niondoke hivi bila kufanya chochote na Matron, lakini nilikuwa naogopa sana, kwani ilikuwa ni ghafla. Na si ghafla tu, nilikuwa namheshimu sana Matron Vanessa. Na sikumheshimu tu, nilikuwa nyumbani kwake. Yani unajua ni, afu mimi ni mwanafunzi ujue.
Basi baada ya kunishika hakutaka kabisa kuniacha hivi hivi. Matron Vanessa akaivua bukta yangu niliyoivaa na kuanza kutambaza ulimi wake kwenye mnara. Matron Vanessa alikuwa na ndimi laini na maridadi kabisa. Aliunyonya kwa ufanisi wa hali ya juu mnara wangu, akianzia juu mpaka chini kwenye kichwa. Nilishindwa kuondoka kwa kweli. Akili ilinituma nimpe tu ushirikiano Matron Vanessa. Kumbuka, nilikuwa sebuleni kwenye sofa. Muda gani nisianze kumvua nguo Matron? Kwa sababu zilikuwa ni nyepesi, sikupata tabu sana. Nikamvua nguo ya juu, akabaki kifua wazi na matiti yake yakinitizama kwa mbele. Kusema kweli, kichupa kilikuwa kimemjaa sana Matron Vanessa. Dalili ilimuonyesha kabisa kuwa kichupa kimemjaa. Baada ya kumvua nguo ya juu, na kwa sababu kichupa kimemjaa, ile hali ikamfanya madam aivue nguo ya chini yeye mwenyewe. Basi mnara ulizidi kusimama na kukakamaa ngangali mithili ya chuma chakavu cha pua. Tena hususa baada ya kuiona papuchi ya madam. Mnara ulizidi kushika network. Nikamlaza Matron kwenye sofa mithili ya mende akiwa amefariki. Nikaukamata mnara wangu na kuutambaza, kuupitisha maridadi kabisa kwenye papuchi ya Matron. Matron Vanessa alilalama sana, akitoa kelele za mahaba, akitaka niisogeze kwa chini. Matron Vanessa alilalama sana kwa utamu aliokuwa akiusikia, akitaka niisogeze kwa chini. Kelele za mahaba alizokuwa akizitoa Matron Vanessa, kama kungekuwa kuna mtu nje, basi angeweza kusikia, maana alikuwa akilalama sana kwa utamu aliokuwa akiupata. Lakini nilikuwa na wengi, kwa sababu yule Matron ni moja kati ya walezi pale shuleni. Pili, alikuwa ni mkubwa sana, alinizidi umri, kwa sababu alikuwa na umri kama miaka 30 na kitu hivi, na mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 18 tu. Lakini tatu, Matron alikuwa ni mke wa mtu, kwa hivyo nilikuwa na wasiwasi sana. Lakini si hivyo tu, nilielewa ile kauli ya Matron Vanessa ya kuniambia kwamba niisogeze kwa chini. Madam Vanessa alitaka niupitishe mnara uchochoroni. Watu wazima nadhani tunaelewana hapa ninapozungumza uchochoroni, kutaka kupitisha uchochoroni, yani kuruka ukuta. Yani ni na ndio maana Matron akasema niisogeze kwa chini. La haula, kumbe Madam Vanessa alikuwa anapenda michezo ya Selina ya kuchezewa na nywele. Hapana, kwa kweli sikuwa tayari kuufanya uchafu wa usodoma, sikuwa tayari. Basi Madam Vanessa nilimsugua sana, na kibarua kilianzia pale pale sebuleni na tamati yake ikaenda kufikia kitandani mwake, chumbani mwake, yani ndani ya chumba cha Madam Vanessa. Kumbuka muda huo yapata muda wa saa 8 kama na nusu hivyo usiku. Kibarua cha kuweka hisa kwenye kampuni ya Madam Vanessa kikafika tamati. Ndugu msikilizaji, najitahidi kutumia tafsida, yani nipunguze ukali wa maneno, kwa sababu nikisema niyazungumze hivi hivi hapa, nikisema nizungumze hivi hivi, kuna hatari nikafungiwa. Kuna simulizi inaitwa Usichana Wangu, unaweza kuiangalia humu ndani ya YouTube channel ya Mtanashati Media hapa. Inaitwa Usichana Wangu. Hiyo bwana ilifungiwaga kwa sababu mule kidogo sikuweka tafsida, yani maneno niliyazungumza kama yalivyo, waliifungiaga. Lakini ipo sehemu ya pili, ipo mle kidogo nimepunguza kidogo, kwa unaweza kuitafuta
unaweza kuitafuta hapo, inaitwa Usichana Wangu, nayo ni chombezo. Aya, tuendelee na simulizi yetu. Basi baada ya mambo yote kuisha, Matron akasema, yani sasa kipindi sasa ndo niko chumbani mwake ndani kabisa, akasema, mpenzi wangu, nakupenda sana, yani mpaka najuta kwa nini niliolewa na huyu mwanaume ninaishi naye. Sasa nisikilize, usijali, utaishi maisha mazuri tu hapa shuleni sawa? Na usio unakula chakula cha shule. Nitakuwa nakuletea chakula kule hosteli kwenu, sawa Matron Vanessa alidata sana na mimi. Eti ameanza kuniita mimi ni mpenzi wake. Jamani. Madam ameanza kuniita mimi mpenzi wake. Na si hivyo tu, anatamka mbele yangu ya kwamba yani eti anajuta kwa nini kaolewa na mume wake. Mimi nilijua labda kitendo kilichotokea, yani mimi kufanya mapenzi, kulala na Matron ni kama emergency tu, lakini kumbe yeye alikuwa anamaanisha. Basi kama utani, muda wa kwenda dining hall, yani muda wa kwenda kupata chakula ukifika, hususa muda wa usiku, Matron alikuwa akija kuniletea chakula kizuri na mapochopocho ya kila aina. Sikuwa na ubavu wa kukataa yale mapishi nilikuwa napokea kutoka kwa Matron. Na siku si nyingi nikaanza kunenepa na kunawiri. Basi yule mume wa Matron akarudi. Nilikuwa namuonaga tu pale kwenye ile nyumba ya Matron, yani sikuwa namfahamu kwa undani. Kwa hivyo nikipita kwenye ile nyumba kwa huo muda sasa akawa amerudi, sijajua amesafiri pengine labda, ila akawa amerudi. Basi nilikuwa najisikia vibaya sana kumlia mke wake, lakini ndo hivyo, haikuwa na namna, maana mke wake alikuwa ananitaka yeye mwenyewe. Kumbuka muda huo nilikuwa na date na Mwasiti, mwana darasa mwenzangu. Kusema kweli nilikuwa nampenda sana Mwasiti na sio Madam Vanessa. Siku kadhaa baadaye sikuwa nahudhuria vipindi darasani kwa sababu nilishikwa na homa. Hivyo nilikuwa nashindwa kabisa kwenda darasani. Nilikuwa nashinda kwenye sick bay, kwenye chumba cha wagonjwa wa shule. Na baada ya vipindi, basi Mwasiti alikuwa anakuja kunitembelea na kunijulia hali. Mwasiti alinifariji sana baada ya kuona naumwa, na mimi nilifarijika sana baada ya kumwona kipenzi changu Mwasiti ananijali na kunithamini. Mpaka pale nilipopata ahueni nikahamia hosteli, nikawa nashinda hosteli ingawaje bado nilikuwa naumwa. Na kuna siku Mwasiti alimtuma Boniface, yule roommate wangu, aniletee ujumbe kuwa usiku wa ile siku atafanya juu chini kwamba atakuja kuniona. Yani Mwasiti atafanya juu chini ili aje kuniona, kwa sababu wakati nimehamia hostel zikapita siku kadhaa sikuonekana kabisa kwenye mazingira ya shule. Nilisawijika sana baada ya kuupata ujumbe huo, na ilipofika baada ya prepo, yani kipindi cha kujisomea usiku, nilimwona Mwasiti amekuja hostel akiambatana na Boniface, roommate wangu. Mwasiti, umewezaje kufika mpaka huku? Bora hata usingekuja bwana. Si unajua nyie hamruhusiwi kuja huku. Kwa hiyo ni hatari kwa usalama wako. Ndito, acha bwana. Mimi ndo nilitaka kuja. Sasa wewe unateseka nini? Kwanza unaendeleaje kipenzi? Mimi naendelea vizuri tu. Lakini usikae sana huku bwana. Ni hatari. Ni hatari kwa usalama wako. Basi Mwasiti hakunisikiliza kabisa. Hakutaka kuondoka mapema mule ndani ya hostel za wavulana. Alijihisi furaha sana kuwa karibu na mimi. Alijihisi furaha sana Mwasiti.
Na si unajua tena mahaba ya kizidi, basi Mwasiti alinipeti mpaka akajisahau. Kumbuka muda huo tuko wawili tu chumbani kwa sababu yule Boniface aliondoka. Mwasiti alibarikiwa ndimi laini, mate mtelezo, bila kusahau alikuwa ni msafi wa mwili, mavazi na kinywa kwa ujumla. Mwasiti alitunukiwa ufundi wa kukutanisha ndimi zetu, yani yangu na yake, kwa ustadi wa hali ya juu sana. Mabusu ya Mwasiti yaliambatana na vikorombwezo kama vyote, yani alikuwa anakisi huku nami ananipetipeti masikioni na shingoni. Utamu wa busu la Mwasiti ulifanya safari nyingine kama ianze hivi. Nikaanza kumvua Mwasiti t-shirt aliyokuwa amevaa na kubaki na bra iliyombusti matiti yake. Mwasiti alikuwa na matiti maridadi kabisa, na ile rangi yake ya mtume ilizidi kunichanganya kabisa. Hali ya mwili ikaanza kunibadilika. Nywele na vinyweleo vilianza kusisimka pale nilipoitoa ile bra ya Mwasiti na kuona kifua cha Mwasiti chenye asili ya watu wa Oman. Basi tulikuwa kwenye harakati za mwisho ili kuweza kufanya tendo, lakini nilibakiwa na boxer tu. Na Mwasiti alibakiwa na tight pekee. Basi tukiwa tunaendelea kukisi, ghafla mlango ukafunguliwa, na aliyefungua mlango alikuwa ni matron, yani Madam Vanessa. Madam alishikwa na butwa sana na kukunja sura kwa hasira baada ya kuniona niko na Mwasiti ndani ya hosteli za wavulana. Mwasiti kafikaje kwenye hosteli za wavulana usiku? Kafikaje? Ingali kwamba wanawake hawaruhusiwi hata mchana kwenda kwenye hosteli za wavulana. Sasa usiku kafikaje? Lakini pia swali ambalo mimi pia nilijiuliza ni kwamba Madam Vanessa usiku naye kafata nini chumbani kwangu? Basi mimi na Mwasiti tulishikwa na aibu kupindukia, kwani jambo la Madam kuja kwenye hosteli za wavulana lilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Basi nikawa naendelea kutafakari kwamba matron Madam Vanessa kafata nini na nisipate majibu. Basi tulijikunyata mimi na Mwasiti wangu tukisubiri aseme neno, lakini Madam Vanessa hakusema chochote. Alifunga mlango wake na kuondoka zake. Mwasiti alikuwa hajui kinachoendelea kati yangu na Madam Vanessa, kwa hiyo akaanza kulia mwenyewe binti, akidai kwamba kinachofuata ni Madam Vanessa kutufukuzisha shule kwa sababu katufumania mule ndani. Mungu wangu, Madam kanikuta humu, nitafukuzwa shule mimi jamani. Na mimi nikaanza kumpoza Mwasiti na kumwambia, Mwasiti, wala hata usiwe na wasiwasi kabisa, kila kitu kitakuwa sawa. Bila shaka matron alikuja kwangu usiku kutaka utamu. Kwa sababu si nilikuwa namjua, alikuwa anakuja usiku, basi hivyo, yani kwamba ni kawaida yake. Lakini ile siku alikuja bila hata taarifa, na ndio maana amenifumania na binti Mwasiti. Basi hatukufanya chochote mimi na Mwasiti. Nilivalia nguo zangu naye Mwasiti alivalia nguo zake na kutoka kwenye hostel za wavulana na kurudi kwa huko kwenye hostel za wasichana akiwa salama bin msalimina. Bila shaka Mwasiti
Baada ya kufika kwenye hosteli zao huko, akamweleza shoga yake wa karibu Rachel, yule anayelala naye, kila kitu kilichotokea. Kwani baada ya siku 2 kupita, nilivyokutana tu na Rachel akaanza kusema, hivi ndito, kwanza poleni kwa fumanizi la matron kule hostel kwenu. Alafu mimi najiuliza, kwa nini matron kaja huko hosteli kwenu, hosteli za wavulana, usiku wa saa 8? Kafata nini? Mimi nikamjibu Rachel, nikamwambia kwamba sijui kafata nini kusema kweli. Basi nikamsii Rachel amtoe wasiwasi Mwasiti, kwamba amwambie kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu Mwasiti alikuwa na wasiwasi wa kufukuzwa shule. Alikuwa na wasiwasi sana. Madam Vanessa baada ya kunikuta na Mwasiti kule hostel, hakuchukua hatua yoyote ile kwenda kunisemezea kwa mkuu wa shule hivi labda, au kuwaambia walimu wengine, au labda kutupa adhabu au kutusemelezea. Yani hakuchukua hatua yoyote. Basi ilikuwa ni Jumamosi kwenye bonanza la michezo pale shuleni. Michezo mbalimbali ilikuwa ikifanyika kwenye viwanja vya michezo. Ghafla pembeni yangu akaja matron Vanessa. Nilimwamkia lakini hakuitikia salamu, na kisha akasema, ndito, nimefuatilia kwa undani, nimegundua kuwa kumbe yule binti una uhusiano naye. Una mahusiano ya kimapenzi. Sasa chagua moja kati ya haya mawili. Uachane na huyo binti uendelee kuwa na mapenzi na mimi, au nifikishe hii ripoti kwa mkuu wa shule na nyie wote wawili, yani wewe na huyo mpumbavu mwenzio, mfukuzwe shule. Chagua moja kati ya haya mawili. Nami nikamjibu matron kwa kumwambia, matron, mimi naona fikisha tu ripoti kwa mkuu wa shule ili mimi na Mwasiti tufukuzwe shule. Matron akasema, ona ulivyokuwa mpumbavu. Ndito, ina maana unipendi sio? Sasa subiri, nitamuonyesha huyo binti, si ndo kwa kushika akili. Subiri sasa. Mimi sijajua matron alipanga au aliplani kufanya nini, kwa sababu alionyesha chuki za waziwazi kwa Mwasiti. Basi maisha ya shule yakaendelea. Kama nilivyosema hapo awali, hata mkuu wa shule naye mambo yake yalikuwa ni ya hovyo tu vile vile. Yaani walikuwa wanawanyanyasa wanafunzi kingono pale shuleni. Ama kweli ile shule ilikuwa ni ajabu sana. Na ikumbukwe pia mkuu wa shule alikuwa akimtaka kimapenzi binti Mwasiti, lakini binti Mwasiti alikuwa akimtolea nje. Na si hivyo tu, nikukumbushe, binti Mwasiti ni mwanadada mrembo sana. Yaani naweza nikasema kwamba kwa pale shuleni anashika kwenye zile nini wanasema, zile rank za juu kabisa za wanadada warembo, wanaovutia. Na ikafika muda wa likizo, basi binti Mwasiti alienda kwao huko visiwani Pemba, nami nilirudi kwetu jijini Dar es Salaam. Hapo shule tulikuwa tunasoma mkoani Mbeya. Kumbuka wakati tuko likizo nilikuwa nawasiliana na Mwasiti. Aliniambia kuwa ameshawaeleza wazazi wake kuhusu swala la mikasa iliyokuwa inaendelea kwa pale shuleni, na aliwaomba wazazi wake wamuhamishe shule. Na wazazi wake wakawa wanafanya utaratibu wa kumtafutia shule nyingine mpya. Na kisha shule ikafunguliwa na kuendelea kwa muhula mpya wa masomo. Kumbuka matron Vanessa alikuwa anamtafutia sababu Mwasiti tu ili afukuzwe shule. Sasa shuleni wanafunzi walikuwa hawaruhusiwi kutumia simu, na ukikutwa na simu ni kosa la kufukuzwa shule moja kwa moja. Na katika chumba anacholala Mwasiti alikuwa analala Rachel. Kumbuka Rachel ni mdada mjanja,
ni mdada ambaye mjanja, kwa hiyo alikuwa anatumia simu ya magendo, vile visimu vidogo vile vya magendo. Na kuna siku ilifanyika inspection pale shuleni, ilifanyika ukaguzi wa kutafuta wanaomiliki simu kinyume na utaratibu wa shule. Na kwa bahati mbaya ile simu ya Rachel ikakamatwa ikiwa imefichwa ndani ya godoro. Kukamatwa kwa simu ya Rachel palikuwa kidogo na kaukakasi, kwa sababu Rachel kama nilivyosema alikuwa anaishi na Mwasiti. Kwa picha ya haraka ni kwamba hawa wote kosa lao ni moja, kwa sababu Rachel wakati anatumia simu Mwasiti anajua, na kwa nini hakutoa taarifa inamaanisha kwamba wote wanamiliki hiyo simu. Ile siku ilikuwa ni kizungumkuti sana, kwa sababu kilichokuwa kinafuata ni adhabu ya kufukuzwa shule. Na pale ile kesi ilihusu chumba kizima, yaani hata ambao walikuwa hawana simu nao waliingizwa kwenye kesi. Kwa Mwasiti haikumpa shida kabisa, kwani alikuwa na mpango wa kuhama shule. Kwa hivyo leo hata angeambiwa kwamba leo ndo unafukuzwa shule, hilo swali kuwa halijampa ukakasi wowote. Basi kesi ikamfikia mkuu wa shule. Kwa mujibu wa matron, kesi ilikuwa inahusu watu 4, yaani Mwasiti na wasichana wengine 2 pamoja na huyo Rachel, ndo jumla wanakuwa 4. Hao wote walikuwa wanalala kwenye cube moja, yaani chumba kimoja alichokuwa analala Rachel. Majina yao yalifikishwa kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule baada ya kuona jina la Mwasiti Mahmud kesi ikawa ngumu, kwa sababu mkuu wa shule alikuwa akimtaka kimapenzi binti Mwasiti. Sasa angewezaje kumfukuza kirahisi Kumbuka matron, yani Madam Vanessa, alikuwa akishinikiza hawa mabinti wafukuzwe shule kwa sababu ana uhasama na Mwasiti, na Mwasiti kashikwa kwenye hiyo kesi. Lakini kesi kufika kwa mkuu wa shule kuona jina la Mwasiti Mahmud, binti anayemtaka, kesi ikawa ngumu. Basi tukiwa darasani, nikiwa nazungumza na Mwasiti, poleni sana kipenzi, poleni, nasikia chumba chenu wote mna kesi ya kumiliki simu kinyume na sheria. Ndito, isikupe shida hata kidogo, kwani haujui mpango wangu. Nataka nihame hii shule, nimechoka Ndito. Cha kushangaza, mkuu wa shule aliipindisha ile kesi na hatimaye aliwasamehe wote waliokamatwa na simu. Hakuna ambaye aliyefukuzwa shule. Ikumbukwe ni ana madhumuni ili aendelee kuongeza ushawishi kwa binti Mwasiti, ya kwamba amkubalie kutoka naye kimapenzi. Si unaona, kamfutia kesi sijui nini jamani. Haya, na kuna siku ilikuwa ni weekend na ilikuwa ni siku ya mtoko, yani wanafunzi waliruhusiwa kutoka kwenda mjini kujinunulia mahitaji na hata ku refresh, na jioni warudi shuleni. Kumbuka Madam Vanessa alichukizwa sana na kitendo cha wale mabinti 4 kusamehewa. Itifaki kwamba alitaka Mwasiti afukuzwe shule kwa sababu anatoka na mimi kimapenzi. Penzi lake ni kama kitumbua kinaingia mchanga. Sababu ni wivu wa kimapenzi. Madam stafu mwalimu anamuonea mwanafunzi wivu wa kimapenzi jamani. Mchana ulipofika, hiyo siku ambayo ilikuwa ni siku ya outing day, wanafunzi wengi walitoka kwenda mtoko na wachache walibaki shuleni. Na mimi nilibaki, sikutaka kutoka kabisa kwa sababu sipendaki kutoka. Basi matron Madam Vanessa akaja tena hostel. Safari hii alinikuta nikiwa na rafiki zangu kama 3 hivi. Basi wale rafiki zangu baada ya kumuona Madam Vanessa wakatoka nje mule chumbani, nikabaki mwenyewe. Matron alivyoingia alifungua mlango, na baada ya kufika ndani kabisa akafunga mlango kwa ndani na kukaa mpaka kitandani ambako nilikokuwa nimeketi, na kisha kusema, Ndito, hivi unajua wewe ni mwanaume
mwanaume wangu ninayekupenda sana, yani na unanipa raha na burudani, yani unaniwezea haswa. Yani mimi tangu niolewe na yule Kigagula sijawahi kabisa kufurahia ndoa yangu hata siku moja. Hanipi raha kama unazonipa wewe. Ndito nakupenda ama kweli, wewe ni kijana shupavu na shababu kweli. Yani najihisi tu furaha na amani nikiwa na wewe. Ndito nakupenda, please. Nimekuja huku nimemisi nani, na kule nyumbani mume wangu yupo, kwa ndo maana nimekuja huku ili unipe. Ndugu msikilizaji, bila haya wala aibu ya aina yoyote, Madam Vanessa aliniomba nifanye naye udhinifu, tena nifanye naye hosteli, tena mchana kweupe, kwa sababu kama nilivyosema ile siku ni siku ya outing day, wanafunzi wametoka mtoko. Jamani, Matron alianza kujibebisha na kujilegeza. Kimoyomoyo nikajisemea, hivi huyu si ndio yule madam ambaye alikuwa anasimama mstarini kukemea wanafunzi wasijihusishe na mahusiano ya kimapenzi shuleni? Kumbe yeye mwenyewe nambari moja kwenye uzinzi, akifuatiwa na mkuu wa shule. Wanawakataza wanafunzi wasifuanye, lakini wao wanafanya. Muda huo Matron anaongea hayo, nilikuwa nikitizama pembeni, sikutaka nimpe ushirikiano wa aina yeyote. Niligeuka tu nikimtizama Matron Vanessa akiwa tayari amekwisha vua nguo zake na kubakiwa na nguo za ndani. Nilitoa macho nikistaajabu mithili ya mjusi aliyebanwa na mlango. Kiukweli sikuwa tayari kufanya chochote na Matron. Yani sikuwa tayari kumpa kile ambacho alichokuwa akikitaka. Madam Vanessa amedata na mchecheto wa siku moja tu, lakini sikuwa tayari kufanya naye tena, na sikuwa na muhitaji. Madam alizidi kunisogelea akinisi nimpe burudani ya mapenzi. Nami nikamjibu, Madam, hapana, kwanza humu ni hostel, na isitoshe kuna wanafunzi wengi, kwa hiyo wanaweza hata kukuona hapa, na siko tayari kufanya hiko kitu. Tafadhali, please tafadhali Madam, hapana, siwezi. Baada ya kumwambia vile, hakusita kuendelea kunichombeza. Tena akaendelea kujilainisha haswa. Yani kama ndio nilikuwa naendeleza kumshinikiza aendelee kuniliwaza na kunichombeza na kunishawishi nimpe ushirikiano. Haikutosha, akanilaza kitandani, wakati huo akizitoa nguo zake za ndani. Nilivyolala kitandani kwa juu, basi nikiwa natizama juu ya dari, niliwaona wale rafiki zangu watatu niliokuwa nao mwanzo. Kumbe hawakuondoka kabisa. Yani wale rafiki zangu baada ya kutoka walipanda juu ya dari ya hostel, wakiwa wanachungulia ndani ya ile cube kwamba kuna nini kinachoendelea. Kumbe mkanda mzima tangu mwanzo mpaka pale wale rafiki zangu walikuwa wanaona bwana, mpaka aibu. Mbaya zaidi, mmoja kati ya wale rafiki zangu alikuwa na simu ya magendo, alikuwa na smartphone. Kwa hiyo alikuwa akichukua video, alikuwa akimrekodi Matron. Yani tangu anajiliwaza, kujibebisha na kuvua nguo mpaka pale. Matron hakuwa na namna baada ya kuwaona wale wanafunzi kule juu. Kumbe alikuwa anaonwa, kumbe alikuwa anajizalilisha. Mbaya zaidi, mmoja kati ya wale rafiki zangu watatu, licha ya kuwa na simu, uvumilivu ukamshinda baada ya kuona Matron kajizalilisha na kuvua nguo. Yani akaangua kicheko. Baada ya kuangua kicheko,
Hiyo hali ikafanya matron, yani madam wa hostel, kugeuka na kuangalia juu na kugundua kumbe bwana kuna wanafunzi wanamtizama. Jamani, Madam Vanessa hakuna namna zaidi ya kuvaa nguo zake haraka haraka na kuondoka mule hostel. Sasa pale shuleni rafiki zangu wakaanza kusambaza uvumi, yani taarifa za umbea zikatapakaa pale shuleni, ya kwamba Matron Vanessa, Madam Vanessa, Mwalimu Vanessa anajizalilisha kwa wanafunzi, hususan kwa kijana Ndito, na amemfuata mpaka hosteli kwao. Na sio tu kumfuata, amemshawishi na kuvua mpaka nguo. Na si hivyo tu, yule kijana, yani rafiki yangu, ameenda kusambaza ile video. Na kama unavyojua, taarifa za umbea huwa zinatapakaa haraka zaidi kuliko hata taarifa za msingi. Ndivyo ilivyokuwa. Shule nzima ndani ya siku moja tu ilipata taarifa za Matron Vanessa. Kesho yake kila mtu alikuwa na shauku ya kumwona Madam Vanessa, na kwa bahati nzuri hakutokea hadharani. Nadhani aliomba ruhusa kwa sababu ya aibu aliyoipata. Lakini kwa upande wangu mimi nilikuwa nina wasiwasi juu ya mashtaka ya kujibu kwa Mwasiti baada ya lile fumanizi sasa la Madam Vanessa, yani wanafunzi kutufumania mle ndani. Mwasiti nitamwambia nini? Kwa sababu swala la Madam Vanessa kunivulia nguo halikuwa ni jambo la kawaida na halikuwa ni jambo dogo. Lakini nilipokutana na Mwasiti hakuonyesha hali ya kuchukizwa sana, hapana. Alichukulia kama ni jambo la kawaida tu, kwa sababu yeye Matron ndo kawafuata wanafunzi. Kwa hivyo hakuchukulia jambo ambalo eti mimi ndo mshtakiwa sana, hapana. Nilishukuru Mungu kwa hilo. Na kama unawakumbuka wale wasichana 4 waliokamatwa kwenye kesi ya simu na Mwasiti akiwepo ndani yake, ndo 4, yani namzungumzia Rachel, Mwasiti na wale wengine 2 wale ambao walitaka kufukuzishwa shule na Matron. Si unakumbuka? Wale bwana walikuwa na kinyongo kikubwa sana na Matron. Sasa wakafanya jitihada za kuipata ile video clip iliyorekodiwa na wavulana waliokuwa kwenye dari kule hostel, sawa? Na walivyoipata ile video, kama unavyojua wanawake, wakaanza kuisambaza kwa wanafunzi wengine kwa kejeli za hali ya juu. Taarifa baada ya siku 2 ilimfikia mkuu wa shule. Mkuu wa shule alihamaki sana, ingawa yeye mwenyewe naye mambo yake ni hayo. Basi Madam Vanessa hakuonekana shuleni kwa muda wa wiki 2. Wiki 2 nzima. Aibu. Angeweka wapi sura yake? Basi kitendo cha Madam kuondoka kwa pale shuleni kwa muda wa wiki 2 kiliwafanya wanafunzi wawe huru sana na mambo yao, kwa sababu huyu Madam ndiye alikuwa mnoko vibaya kwenye kufuatilia mambo ya wanafunzi. Baada ya siku kadhaa, kidato cha 6 wakafanya mitihani ya moko. Matokeo yalikuwa ni mabaya sana, kwani 70% ya wanafunzi walifeli mitihani hiyo. Hali hii ilipelekea mkuu wa mkoa na kamati yake ya elimu kwa ngazi ya mkoa kufanya ziara ya kushtukiza pale shuleni kwetu na kubaini nini tatizo cha wanafunzi kufeli sana. Na ukiangalia ile ni shule ambayo inabeba ufanisi na jina la mkoa. Baada ya mkuu wa mkoa kufika, hakutaka kuweka kikao na utawala moja kwa moja, kwa sababu aliamini kwamba kuweka kikao moja kwa moja na utawala wangeweza kumpa figisu tu pale siasa. Aliamua kuweka kikao moja kwa moja na wanafunzi wa shule nzima. Basi tulikusanyika wanafunzi wa vidato vyote
Na kisha ukafika muda sasa wa wanafunzi kutema nyongo. Ulifika muda wa wanafunzi sasa kutoa malalamiko na madukuduku yao. Katika nafasi hii ya kutoa malalamiko, alisimama Rachel ili kuweza kutoa changamoto. Rachel baada ya kusimama, kumbuka Rachel ni mwanadada anayejiamini, yule rafiki yake na Mwasiti anajiamini vibaya. Alisimama na kuzungumza dhidi ya utawala mbovu wa ile shule, hususa swala zima la unyanyasaji wa kingono na mambo mengine. Bila aibu, Rachel alionyesha ile video iliyorekodiwa na wanafunzi wakiwa juu ya dari wakimrekodi matron Vanessa, akiwa chumbani, akiwa kwenye mabweni ya wavulana, akifanya kitendo cha udhalilishaji, kitendo cha kujidhalilisha, kitendo cha unyanyasaji wa kingono, kwa sababu matron ni mtu mzima. Wanafunzi walipiga kelele za shangwe sana. Yaani wanafunzi walipiga kelele za shangwe sana baada ya kusikia matron kalipuliwa mbele ya mkuu wa mkoa. Baada ya hayo kupita, basi mkuu wa ile shule na matron walisimamishwa kazi mara moja. Kiufupi, uongozi wa shule ulibadilishwa. Mwasiti naye aligairi kuhama shule, na mwishowe tulimaliza kidato cha 4 tukiwa wote pamoja kabisa. Na sasa mimi na Mwasiti tuko wote chuo kikuu, tukiwa na mpango wa kuoana tutakapohitimu masomo ya chuoni. Ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada. Nashukuru kwa kutega sikio lako mwanzo mpaka mwisho wa simulizi nzuri kabisa inayoitwa Madam Vanessa. Ni simulizi yenye maudhui ya chombezo, lakini ina funzo kidogo ndani mwake. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, msimulizi wako Lee, niite kama Lee. Basi nashukuru kwa muda wako. Kwa simulizi zijazo, basi mimi nikusihi bonyeza hapo chini kwenye kitufe kilichoandikwa subscribe. Baada ya kusubscribe, basi utapata wasaa wa kupata simulizi mpya nitakazoziweka. Niite Lee. Pia unaweza kutembelea katika ukurasa wetu wa TikTok kama Mtanashati Media, lakini sio TikTok tu, Instagram, Facebook, wapi huko kama Mtanashati Media. Mimi niite kama Lee, yani Lee Lee. Naam, nashukuru sana. Tukutane katika simulizi na mikasa ijayo. Asante.